Sawa sawa. Alafu akaanguka nini, ubongo ikaanguka hapa. Alafu hapa alikuwa amelala hivi, wamekata hapa na hapa, panga ilitokea hapa ikafika mpaka hapa. Jaji kami bolu holi mola kachiri na timo kuitoko kunanga ajipapa icho choona hakaliza alikuwa muno kwani class awanja la mwitana kwa poa sija uwanja kuna uniform ya mwanafunzi. It isn't. Kule mama amekuwa akilia huko nimekimbia huko hapo, nimejaribu kuangalia, walikuwa wanakata mbwa akitupa kwa moto. Kiona ni 50 usipokuwa 200. Sasa wake nao wametoana. Amala. Ah.
Willy, twende. Niliona wakina mama wanatokesea huko wanalia kwa uchungu sana, wanapika nduru. Sasa kuamka nikaenda huko nikasema pengine ni mwizi ama wameingilia watoto wa shule. Nikachukua jembe. Kwenda nikaangalia naona wakina mama ndio wanakuja kwangu kwa boma yangu. Wakaniambia wameua Grace mjukuu wako. Nikasema nani alimuua? Wakaniambia tulimkuta tu kwa njia. Walimuua, walimkata, amekufa. Huyo mtoto mwenye alikufa alikuwa na mimba. Vile alikuwa na mimba, alitoka kwa shule kama ni mgonjwa. Alafu tukamleta hapa nikampeleka hospitali na Mirama Health Center. Wakamtibu, wakampima, wakatoa majibu ati hako na mimba. Basi vile tulitoka na hako na mimba, basi ndo tukamuuliza. Akasema mtoto wa Wanjala anaitwa John ndio alimuua, ndio alimpea mimba. Sasa nikaita Wanjala, papa yake ya mtoto mwenye aliua huyo. Ilikuwa Friday. Nikamwambia sasa, wewe mtoto wako alifanya makosa hapa. Sasa Wanjala akaniambia alifanya nini? Alipea mtoto wangu mimba, mjukuu wangu. Ndio akaniambia utapata ripoti, wacha nitaleta mtoto mtapata ripoti Jumapili. Nilikuwa Friday. Jumapili nikaongoja, hakuniletea ripoti. Jumatatu hakuniletea ripoti. Jumanne hakuniletea ripoti. Alafu nikaenda Jumatano kwa Wanjala mwenyewe. Nikakuta yeye hayuko. Kwa asubuhi saa 11 kamili. Kuna watu walikuwa wanakuja kunilimia. Ndio walifika hapo wakapata mtu amelala kwa njia. Ng'ombe ilisituka. Ng'ombe zilisituka zikatoka kwa njia. Ndio walimulika tochi ya simu. Alafu wakaona mtu wamekatwa. Msichana amekatwa. Ndio wakimbia kwangu nyumbani. Kwangu ni hapa tu. Wakikimbia wananiita, "Mzee, amuka." Nimeshaamka tu nimekaa hapa. Kaanza kutoa chembe na mioki. Alafu akaniambia kuna mtoto wameua ako hapa kwa njia, mtoto wa shule. Ndio nilichukua taa, kachukua pipi yangu, ukaanza kuenda na wachukuu. Vile tulifika hapo nimulika taa ya Sunking. Vile nilimulika taa, alafu ndio niliona huyo mtoto walikata hapa, alafu na hapa. Alafu ndo walianza kupika nduru. Hadi huyu ni Grace. Hii vituko vyao vilianza mapema. Mimi nilisikia kwa watoto, nikaita Grace, nikaongea naye, nikamwambia kuletanga kijana kwa nyumba yenu sio vizuri. Muda kidogo tena nikapata kijana. Alikuwa anapita huko kwangu, tukaongea naye, nikamwambia, huyo ni mwanafunzi, uachane naye. Akaniambia senge nimesikia sitarudia. Sasa leo asubuhi ndio napata ripoti Grace ameuawa. Na ameuawa na nani? Atina kijana wa Wanjala. Nimeshtuka kweli, kusema ukweli, serikali itusaidie. Itusaidie. Tunasikianga tu taarifa kwa maredio. Saizi imefika Lutaso. Hatutaweza. Sasa hiki kitendo vile kimetendeka hivi, kitaenea kwa watoto wetu. Nikifanya hivi nitakuwa nimehepa hii kesi. Lakini serikali ichukue mkondo wake, itusaidie. Isije ikatuajilia tupate haki ya mtoto wetu. Mtoto wetu hakuwa mchokozi, mtoto wetu hakuwa na maneno mingi. Lakini huyu kijana ametutendea kitendo kisito yenye hatujawahi ona kwa area ya Lutaso tangu nisaliwe.
Hii tunasikianga tu maeria, lakini imefika Lutazo. Serikali itusaidia. Nilihakikisha nilipata huyo mtoto, ako pale chini, amekatwa panga ya kichwa na ni kama ubongo ilikuwa imemwagika chini, na kwa kweli hiyo kitendo ilitushtusha sana. Huyu mwanafunzi ambaye aliuawa alikuwa ni mjamzito. Wazazi wake walijulishwa na shule kwamba mwanafunzi alikuwa mjamzito. Vile walienda kwa ile boma ya kijana ambaye anashukiwa kupeana ujauzito, ni kama mzee babu ya huyu msichana alikwenda kuuliza baba ya kijana, na pengine tunadhania ya kwamba baada ya huyo kijana kugundua kwamba amesemwa ni yeye alipeana ujauzito, anaweza kuwa aliamua kukuja huku kwa boma ya msichana kumwamusha asubuhi, na labda akatekeleza hicho kitendo cha unyama. Tumewaomba wananchi wakuwe na hali ya kusemezana. Ikiwa watoto wao wako na shida, wasichukue sheria kama hiyo mkononi. Tukifika shuleni, nguo zake hazikuwa na damu, na kawaida yake yeye huja shuleni mapema, lakini leo alifika shuleni kama amechelewa. Na vile alienda darasani, tuliambiwa hata na mwanafunzi ambaye anasoma na yeye kwa kidato kimoja, ya kwamba aliingia na akaenda kwa jikoni, akaitisha maji, na hiyo maji akaenda nyuma ya darasa. Lakini vile aliulizwa hiyo maji unaenda kufanyia nini, alijibu hiyo mwanafunzi ataenda kumeza dawa. Sasa pale tukakosa kujua mbona alifika shuleni na mara moja kuenda katika jikoni kuomba maji. So maafisa wa polisi walikuwa na question mark pale, na wataendelea na uchunguzi. Kawaida Wanyala, vile kijana mwenye aliua msichana alienda shule, ni kuna vile wanafanya. Wanafanya maombi, kuna ile kimila wanafanya ya kienyeji. Kila mzazi, haitafanyika kwa shule, kila mzazi kwa hiyo darasa atakaa na mtoto wake wafanye kimila yao. Hawezi itana kwa pamoja. Hiyo tu ni kila mzazi atafanya kimila. Kuna kijana ambaye alimtunga mimba huyu mwenzake. Alikuja kwa boma mahali msichana huwa analala. Baadaye wakasindikishana mpaka mahali karibu na shule, ndio mahali iliuliwa. Huwezi ajilia tu mtoto analala na mvulana kwa nyumba. Unajua kile kinafanyika na inaendelea hivyo. Na kila mahali vile nimejua kwa sub county hii, wazazi wameajilia watoto hadi sasa wakiwa kwa walimu, ni shauri ya walimu. Mzazi lazima aelekeze mtoto, amwambie kimila, utamaduni wetu, heshima iwe namna hii. Ukiishi mahali sio kuleta wavulana kwa boma, hiyo ni laana, inaleta laana.